leak vidonda vya huyu maskini, lakini tukaambiwa ya kwamba mwishowe wote wawili wakafariki. Hii ni kuonyesha ya kwamba regardless of our status katika maisha hii, itafika wakati ambapo tutaondoka duniani hii. So maisha yetu hapa sio ya milele, hapa duniani ni temporary. Kuna wakati ambapo tunaingia, wakati wa kuzaliwa, tunaishi maisha yetu tukifanya kazi zetu, lakini wakati unafika ambao sisi hatutaendelea kuishi hapa duniani tena na tutaondoka. Na hii ni jambo ambayo hatuwezi epukana nayo. Kuna hadithi moja tunaambiwa ya kwamba jamaa mmoja pia yeye alikuwa anaishi maisha mazuri na alipenda dunia na maisha ambayo alikuwa anaishi hapa duniani. Lakini wakati huo kifo alipewa characters za binadamu. So kabla ikuchukue ilikuwa na list yenye inafuata. So kabla uende anakuja kwako anakuambia wakati wako umefika. Kwa hivyo venye kifo ilifika kwa huyo mzee, wakaongea akamuelezea akamwambia, lakini kabla ya kunichukua ningependa tupike tukule pamoja kisha baadaye ndio tuondoke. Huyu alipika, kifo akakula kabisa akashiba, akaanza kulala. So baadaye kuamka, venye kifo alikuwa analala, huyu jamaa akaenda akatoa jina lake kwa siendi alikuwa next huko juu, akavuta akaiweka huku chini, ndio sasa mwingine ndiye achukuliwe. Kifo akiamka aone alifanya makosa, aliingia kwa the wrong person. So kifo alilala, kuamka akamwambia, umenikaribisha vizuri sana, sijawahi karibishwa hivi popote, ni wewe ndio wa kwanza kunipikia na kunikaribisha. Kwa hivyo sitakuchukua wewe ndio ulikuwa next, sitakuchukua, nitachukua huyu wa mwisho sasa, mwenye jina yake iko huku mwisho. Jina ya mwisho ilikuwa ya nani? Yule alibadilisha. Hadithi hii the moral lesson ya kwamba wakati ukifika hakuna chochote ambacho tunaweza fanya ili tuepukane nayo. Kwa hivyo ni vyema tuishi na ukweli huo ya kwamba maisha yetu hapa duniani ni temporary. Kwa nini ninasema hivi? Ninasema hivi sio kuatisha ama kunitisha pia mwenyewe. Wakati mwingine tumeogopa kuzungumzia mambo za kifo kwa sababu inakaa ni kututishia maisha yetu. Ninasema hivi ili tukose kuweka imani yetu na tumaini letu kwenye maisha ya dunia hii. Ikiwa maisha yetu hapa sio ya kudumu, basi kila kitu ambacho tunakipata hapa duniani pia sio ya kudumu. Yote yataisha. Lakini wakati mwingi sana unapata mawazo yetu, fikira zetu na bidii yetu inalenga yale ambayo yako hapa duniani. Na hatujali, tutafanya chochote ili tukaweze kupata kile ambacho kiko hapa duniani. Mara mingi sana watu wanatafuta mamlaka ama power, and they don't mind, they can do anything. Si tumesikia watu wakiuana kwa sababu wanataka mamlaka. Mtu hajali, yeye hiyo ni mamlaka ndiye anataka. Ikiwa kupata hiyo mamlaka itafanya ufe ama mimi nife, hiyo ni shida yetu. Tumeona watu wakitafuta fedha ama mali na wanafanya chochote, ikiwa ni kuiba ama kwenda kwa ushetani. Sijui kama mmesikia hizo mambo, money rituals, ama like watafanya tu chochote ili waweze kupata hiyo fedha. Haijalishi kile kenye wanataka hiyo fedha iwafikie ama hiyo mali iwafikie. Pia kuna watu hasa katika generation ya siku hizi wanatafuta fame, kujulikana ama kutrend. Pia haijalishi ni nini atafanya. Hata akipiga picha uchi aweke mtandaoni, as long as watu wengi, tunasema kwa lugha ya vijana, kutrend. As long as watu wengi wataiona, watu wengi watazungumzia hiyo mambo, wao hawajali, ya? Na Paulo akiandikia Timothy alikuwa anamuelezea ya kwamba hawachane na mambo hizi za dunia, kwa sababu kile ambacho tulikuja nao katika dunia hii hatukukuja na chochote, na yale ambayo tulipata basi pia sio ya kudumu. Haifai kutumia maisha yetu ama kuishi maisha ambayo ifurahishi Mungu ili tupate yale ambayo yako katika dunia hii. Kuna jambo moja nilikuwa najulishwa, hii ni ya ukweli, sio hadithi tu.
Kuna vijana watatu ambao walitafuta fake death certificate ya baba yao ndio waweze kuchukua shamba wagawane, na wakasucceed, wakapata. Siku ya wakauza hiyo shamba yote, kwa sababu kila kitu sasa ilikuwa kwa ajili yao, koti ikijua ya kwamba baba tayari amefariki. Baadaye siku ya wakauza shamba, so siku ya kwenda kugawa hiyo shamba na surveyor, kile ambacho walifanya, walikuwa watatu, mmoja wao akaenda akachukua baba yao, akamchukua ati anampeleka out huku Nairobi, na wale wawili wakaenda kugawa ile shamba. Baba amefurahia, yeye kijana yake amemkumbuka, kumbe wako na mambo yao. Wakaenda wakagawa, baba kurudi, yeye ameendelea na maisha yake. Siku moja anashtukia watu wanakuja kwa shamba na masengenge wanaweka, anashindwa, kwa nini mnaweka fence kwa shamba yangu? Akaambiwa hii shamba ni yetu, tulinunua. Hapo ndiye aligundua ya kwamba watoto wake walimkono. You can imagine, watu wanaenda to that extent ndio waweze kupata nini? Mali. Hawajali mzazi wao ambaye amewalea akiwa wadogo, akawafunza, akawalisha, wakapata kazi, na bado wanafanya kitu kama hiyo. Mara mingi tunaona mandugu, madada wanapigana baada ya wazazi wao kuitwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanataka nini? Wanataka mali, na wanapigana, and at that point tunashindwa. Hawawezi ona ya kwamba mwenye hiyo mali naye pia alikuwa nazo lakini hayuko. Ni nini nafanya wao wafikirie hawataiacha hapo? Lakini kwa sababu ya tamaa ya dunia, watu hawajali, wanaweza fanya chochote. Mtu hajali amepewa mamlaka uongozini, hajali ya kwamba wagonjwa wanahitaji madawa hospitalini, ye pesa za kununua hizo madawa ndiye anaiba. Kwa sababu ya nini? Anataka mali, na anaweza kufanya chochote ili aweze kupata kile ambacho anachokihitaji. Kwa hivyo Paulo anaambia Timothy ya kwamba ingawa hakuna makosa yoyote ya mali, hakuna makosa yoyote kuwa na fedha na kuwa na mali, ni vizuri, kwa sababu tunahitaji pesa. Karibu 99% ya vitu ambavyo tunafanya hapa duniani ni pesa. Ndio utoke kwako ufike hapa, labda ulipanda pikipiki, si ulilipa huyo mtu, ama ulipanda gari, ulivaa nguo, hiyo nguo haukiokota, ulinunua. Mimi nikizungumza hapa, hii microphone ni pesa, inatumia betri hapa ndani, inatumia stima. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba mali ni mbaya, lakini ikiwa tutaipea kipaumbele ya kwamba hatuhitaji chochote, hatuwezi kumheshimu Mwenyezi Mungu, tunaifuata na kuifuata bila kujali chochote, hiyo ndio Paulo anasema sio jambo nzuri. Na napeana alternative, kwa sababu maisha yetu hapa ni temporary, vitu vyote pia ni temporary. Tusiweke tumaini letu kwa vitu ambavyo havidumu, vinapita. Bali anamwambia Timothy ya kwamba from verse 11 ya kwamba yeye awachane na hayo yote ili atafute utakatifu, atafute uungu, atafute imani, upendo, na pia steadfastness and gentleness. So anamwambia badala ya kufuatana na haya yote ambayo yanaisha, there is a better option, there is a better alternative. Na yale yote ambayo anamwambia ni mambo mazuri, jinsi yatakavyomsaidia kuishi na watu hapa duniani. Nimejua ukiishi katika uungu, hautaua mtu ndio uweze kupata mali, hautaiba ndio uweze kupata mali, hautafanya chochote kibaya, kwa sababu ndani yako kuna uungu na unamheshimu Mwenyezi Mungu. So Paulo alikuwa anamwambia focus kwa yale ambayo yanaleta impact katika society, badala ya yale ambayo unajinufaisha wewe mwenyewe. Kwa hivyo uki-impact society, itaweza kuishi hata mbele yako, hata after uende, yale ambayo ulitenda mazuri bado watu wataweza kuzifurahia. Na jambo la pili, mstari wa 12 anamwambia apart from kuwa virtuous, basi pia yaangazie yale ambayo ni ya kudumu, ya milele, eternal life. Kwa sababu mengine yote ingawa tunazihitaji katika maisha yetu, sio ya kudumu. Tuko na maisha beyond hii maisha ambayo tunaishi. Na hii hadithi ambayo nilisema katika kitabu cha Luka, wao watu waliishi maisha yao duniani, lakini ikafika wakati kuna maisha nyingine baada ya maisha hii hapa duniani. And
we need to focus unto that which will give us eternity, sio ile ambayo itapotelea tu hapa duniani. Na hiyo maisha ya milele ni sisi wenyewe ndio tunaweza, tuko na huo uchaguzi. We have the choice while we are still living. Yeah? Tukiwa tumeishi hapa duniani ndio tutachagua kama tunataka maisha ya milele ama tunataka kwenda jehanamu. And so Paul is challenging Timothy as his son, kama mwana wake, ya kwamba tafadhali, ingawa haya ni mazuri, achana nazo kwa sababu havidumu. Siku moja utaziacha. Nguvu ambayo tuko nayo ama nilikuwa nayo nikiwa kijana zinaenda zikiisha. Na mchungaji mwingine alikuwa ananipea hadithi yake ya kwamba alijua ameanza kuwa mzee, alikuwa ameenda nyumbani na there's a small stream anatoka kule Embu. Na hiyo stream wakiwa vijana walikuanga wanaruka mpaka ngambo hiyo nyingine bila kusumbuka. So akaendelea na kazi hapa Nairobi. Siku moja kurudi nyumbani, akijaribu kuruka hakuvuka mpaka ngambo hiyo nyingine, alianguka ndani. So akafikiria ya kwamba labda naona venye kondoo huwa inaenda nyuma alafu inakuja mbio. Akafikiria ya kwamba hakurudi nyuma vizuri na hakukuja kwa mbio kwa kasi. So akajaribu tena. Mara ya pili bado akaingia tu ndani. So akaenda akauliza mzee mwenzake, hii mto tulikuanga tunairuka, sasa hizi nashindwa, nimejaribu kama mara 3 na ninaanguka tu ndani. Sijui ni nini imefanyika, sijui kama imekuwa kubwa ama ni nini. Akamwambia, hujakuwa mto hujakuwa kubwa, ni ile ni wewe ndio umekuwa mzee. Hauna nguvu kama vile ulivyokuwa navyo ukiwa kijana. So hata ujana wetu it's fading off. Hakuna chochote ambacho tunapata duniani hii that will not come to an end. And so because of that, it's not wise ama sio jambo la hekima kuendelea kuweka energy yetu yote, nguvu zetu zote kwa yale ambayo yanapita. That even as you work knowing that kuna maisha nyingine ambayo ni eternal yenye itakuja. Kwa hivyo katika kazi zako unaifanya kwa utakatifu. Ikiwa ni biashara, unauza mahindi, hautagonga gorogoro huko chini. Unaona wenye wanagonga hivi ndio mahindi badala ya kuwa 2 kg zikuwe 1.5 ama 1.25 ndio watengeneze pesa extra. Hautatumia njia ya udanganyifu, hautatumia corruption, hautamaliza maisha ya watu ndio wewe mwenyewe uweze kufaidika, kwa sababu umejua baada ya maisha haya kuna maisha mengine kule mbele. Kwa hivyo wenzangu, tufahamu ya kwamba yale ambayo tunapea kipaumbele, ingawa ni ya muhimu, tujue ya kwamba tutaziacha tu hapa duniani, na tukiondoka tutaondoka jinsi tulivyokuja. Lakini kile ambacho kitatupea furaha hapo mbele ni ikiwa tutapata maisha ya milele ama tutaenda jehanamu. Na hiyo ni uchaguzi ambao inafaa tufanye wakati huu ambapo tunaishi hapa duniani. Mwenyezi Mungu atusaidie ya kwamba tunapoishi na tunapotembea, tutatembea na ufahamu huo. Maisha yetu hapa duniani sio ya kudumu. Siku moja tutaondoka, na tukiondoka basi tutaenda wapi? Ni vyema tujiulize ni nini ambao tunachukua na udhamana sana. What do we value in our lives? Is it worth it? Kile ambacho tunaona ni ya dhamana ya juu. Does it worth our time? Does it worth our effort? Does it worth our energy? May the Lord help all of us that we may value that which is eternal and not that which is temporary. That we may value that which impacts the society and not just that which we gain and we benefit from. So Paul is advising Timothy to be careful and choose the right thing. The same message is to us today. Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao priorities zimekuwa mixed up ama confused. Kile ambacho watu wanahitaji ni kile ambacho kitakufurahisha saa hizi. We are thinking of now. Hatufikiri kwanza. Hata science imeharibu because kila kitu ni instant. Kitambo ukitaka kuchemsha kitu lazima uwashe jiko ama uchemshe ichukue muda. Saa hizi kuna microwave, unaweka tu dakika moja umetoa.
Everything is instant. Hata pesa kitambo lazima uende kwa bank upange line. Siku hizi ni kwa simu tu. Umetumia mtu pesa. Umetoa kwa account yako kwa bank ikaingia kwa simu yako ukapelekea mtu mwingine, ama kwa bank kwa account ukatumia mtu direct. Vitu ni very instant. And so imefanya binadamu pia wawe tu wakiangalia hapa. Tunasahau ya kwamba baada ya maisha hii kuna maisha mengine. Wenzangu, tusipotelee ulimwenguni huu. Mungu atusaidie tuweze kufahamu ya kwamba kuna maisha mengine ambayo yaja baada ya maisha haya, na ni chaguo letu. Sio kitu expensive yenye hatuwezi afford. Maisha ya milele is not too expensive. Hatuwezi sema hatukuwa na pesa ndio hatukuipata. We can afford it, kwa sababu it only wants you to believe in Jesus Christ. All of us, we have the ability to believe in Jesus Christ, kwa sababu tumepata ujumbe huo kama mtu yeyote. Kwa hivyo Mungu atusaidie ili tu focus in the right thing, tukijua ya kwamba hatukuleta chochote na hatutatoka na chochote. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen.